mademu fulani hivi anaitwa Naila. Mweupe hivi. Naila. Vipi? Unamjua? Vipi? Unamjua bro? Kwani Naila mpo kwenye mahusiano naye au? Kwanza ukimzungumzia tu utaji na yake ni kama vile naona kama umesisimua. Unajua? Namkubali kinoma, namgaramia. Unajua? Sio nataka kabisa kumuoa. Unajua? Nahudumia kila kitu, mazake ananijua, kila kitu. Kwambia na wewe vipi? Naona sikuelewi. Unajua mimi tangu makosa na kuja hivi je sikuelewi. Naila mbona unamjuaje? Unamjua kivipi? Naila. Kwanza ujamaa kwanza mtu mwenyewe kwanza unamjua. Unamjua au unakoaje? Unaona nichanganya, unaona sikuelewi, unachanganya na wewe unajua. Yes, Naila mnafahamu. Namfahamu kabisa haswa. Hata kinachokuja kuniumiza ni kitu kimoja, kwamba unaniambia kwamba mna mahusiano naye. Maybe tu unaniambia mna mahusiano. Nashinda kuelewa kwanza wewe unamfahamu vipi Naila? Unamfahamu vipi? Okay. Mimi Naila ni mtu wake. Hivyo unavyoniambia nashindwa hata kukubali hata kimoja, kwa sababu nikitazama kodi namtolea kila kitu, kila kitu mimi namgaramikia yule mwanamke. Nashindwa kuelewa unakuja kuniambia kwamba mko kwa mahusiano. Sikiza. Wewe Naila, kama unajua mimi sijakuelewa. Naona nazunguka sijakuelewa. Wewe Naila mwe kama nani yako. Tu ndipo hapo. Wewe Naila kama nani yako. Yes, kuchekesha. Nani kama nani yangu? Nimeshakufanua kabisa. Mtu namlipia kila kitu. Labda kama rafiki yake mimi najuaje. Wewe nieleweshe kabisa, wewe Naila nani yako? Naila mtu kwenye mahusiano. Na si baba nataka kufunga ndoa. Sasa shina kuelewa unavyoniambia kwamba Hebu nisikize kitu kimoja. Mimi niko na kitu kimoja tu kama vijana. Tukimfuata Naila mtu tunaweza tukasababisha matatizo. Nilikuwa naomba tutafute mtu mzima tuweze kumuelezea hili tatizo. Tujue ataamua vipi. Atupe kama ushauri ili tujue tutafanya nini. Sijui umenielewa? Naomba niweke namba yako kwa simu. Welei. Choma moja. Ndo shaanza. Tunataka unilete nini hapa? Maneno yako umeanza, si ndio? Kama nitaki poa baba. Safi tu. Naona umejiandaa, unataka kwenda wapi? Na kupendeza huko. Basi umeamua.
Nimetika wito. Umetika wito? Yeah. Nimekuita tunazungumzia ile siku zile leo ni hadisia. Okay, tuliongea juzi. Basi umenikumbusha ngoja nimpigie yule jamaa ili aje. Unaongea na Lei hapa? Sasa unakumbuka nilikwambia kwamba nitatafuta mtu mzima tumshirikishe kuhusu ile swala? Okay, basi hapa nimeongea na shangazi wangu akakubali. So nilikuwa nakuomba mara moja uweze kufika nyumbani. Bila nakupatia location ili uweze kufika, sawa? Haya, haina shida. Basi fanya chapu uje. Haya. Nisema nakuja. Haya. Tumsubirie hapa. Da. Unaiko chapu hello. Basi kata mkono wa kulia hapo. Ya, kata mkono wa kulia. Basi tutakuwa umefika tu. Haya. Anatembea kama tractor. Maana hii. Uko shapo. Huyu hapo. Bwana umefika nyumbani ndo hapa. Vipi bwana bro? Safi kwema? Kwema. Shikamoo. Asante. Ngoja nikakuchukulia kiti mara moja. Mzima afya. Karibu sana, karibu. Asante. Vipi hivi? Asante. Hapa ndio rafiki nilikwambia tulikutana naye. Mama kama alivyokuambia rafiki yangu hapa, situation yote iliyotokea ndio hivyo. Kwa hiyo hapa tumekuja kwa kusikiza ushauri wako mama. Sasa hili swala mimi ninachokiona mimi natakiwa apatikane hapa mshindi mmoja atakayeshinda. Kivipi? Kwa sababu yeye ndiye anayejua kwamba anampenda nani zaidi. Kwani wewe Lei si una namba yake? Yeah. Mpigie. Yaani kwanza mimi nashindwa kuelewa kabisa. Yaani kichwa hadi kinavurugika kabisa. Hapa cha kufanya ngoja tumpigie ili tupate uamuzi kutoka kwake. Si maana na mambo mengi kuja sidhani kama atakuja. Ila ngoja tupate uamuzi kutoka kwake. Hello? Habari? Naongea na Aunti yake Lei. Sasa hapa nipo na Raimu na Lei. Kukupigia kwangu mimi nataka utoe maamuzi. Unayempenda zaidi ni nani kati ya hao wawili? Unayempenda kuliko mwenzie ili tujue. Mama, kwenye hili mimi sina chaguo. Hapa wanakusikiliza. Jibu hapo kama unayempenda ni nani asikie. Mtamke jina lake kabisa. Hao inabidi yote waende mtoni kunichukulia maji ya mto. Na kwanza kuniletea, huyo ndo nitakayebaki naye. Lakini ile maji sanajulikana tu. Haina shida. Ila lakini moyo wangu unaogopa. Ila kwa kuwa nampenda sina budi tu kufanya. Sijantio na shukrani lakini niko tayari kwa sababu yake. Sasa nadhani mmemsikiliza. Maamuzi ni kwenu. Kwenda kwenye moto au kuachana naye.
hivi naenda kuangamia kwa ajili ya mwanamke? Ila Mungu yupo.